Yesu asifiwe sana. Jina langu ni Apostle Mabono Junior kutoka kanisa la Hosana Revival Church Gungu la Mboto. Na wakati huu ningependa sana ni kushiriki neno kwa ufupi tu kuhusiana na uwiano. Wakati fulani nimezungumza kuhusu uwiano. Ningependa kuzungumza kuhusiana na uwiano uliopo kati ya imani na matendo. Biblia inasema Biblia inasema kwamba imani pasipo matendo imekufa. Imani pasipo matendo imekufa. Kufa maana yake ni kukosa uhai. Na kukosa uhai maana yake ni kutokea kwa kitu chochote, yani kutokea kwa jambo. Kwa hii inaonyesha kwamba lazima pawe na uwiano kati ya imani na matendo. Ni kweli unaamini kitu fulani. Je, unapoamini ni kitu gani unakitenda? Ndio maana tunapokuwa katika huduma ya maombi na maombezi, tunakuja nasema nilikuwa nasumbuliwa na mgongo wangu unaniuma sana, naumwa na mgongo sana. Baada ya maombi huwa tunapenda kusema hebu jaribu kuinama, hebu fanya kitu ambacho ulikuwa huwezi kufanya kabla. Nia ni kwamba lazima mtu aonyeshe matendo kwa imani. Ni kweli ameombewa na ameamini amepona, lazima aonyeshe matendo. Kwamba hebu inama, hebu jaribu kujinyosha. Sio kwamba ni maigizo yanafanyika, lakini uponyaji lazima udhihirishwe. Uponyaji lazima uonekane, kwa sababu kama mtu amepona, huwezi kusema umepona kwa imani. Yaani huwezi kusema unatembea unasikia maumivu lakini ujifanye kama umepona. Kwa sababu utendaji wa Mungu ni halisi. Lazima pawepo na udhihirisho halisi ambao mtu anaweza akasema kweli nimepona. Nilikuwa naumwa mgongo physically, lakini sasa hivi nasikia maumivu yameondoka. Kwa hiyo lazima pawepo, ni kweli kuna imani, lakini kuna upande wa matendo. Lazima uchukue tendo la imani. Ile imani ulioamini jambo, iwe ni uponyaji, iwe ni kazi, iwe ni chochote kile ambacho unamwamini Mungu, lazima uonyeshe matendo kwamba kile unachokiamini kuna kitu umetenda ili kitu fulani kitokee. Kwa mfano, ni kweli unaweza ukaomba Mungu akupe kazi, lakini kama unaomba kazi lakini haukutani na watu, ni ngumu kupata kazi. Kwa hiyo kuna kanuni lazima uzizingatie. Ili upate kazi, lazima uongee na watu, lazima ukutane na watu, lazima uhusiane na watu, lazima upangilie vitu vyako. Kama ni CV, andika CV yako vizuri, namba yako lazima iwepo pale. Hamna mtu anaweza kupigia tu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kampuni fulani kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mkurugenzi wa hiyo kampuni amelala ameamka, Mungu ameonyesha namba yako ya simu. Hakuna. Ana CV, peleka. Ataiona, atakupigia simu, unaenda. Baba, kuna ni yako tumeona hapa, maombi yako tumeona hapa, njoo kwa ajili ya interview. Unaenda unafanya interview, unapata kazi. Kwa hiyo ni kweli unaweza kaomba kwamba Mungu, naomba unisaidie nipate kazi, lakini lazima kuna hatua ya imani ambayo utaichukua. Andaa CV yako, kweli unamwamini Mungu atatenda. Andaa CV yako, peleka kampuni ambayo unataka au umeshamuomba Mungu ama unataka kufanya. Unapopeleka pale kwa maombi yako, watakapoiona ile karatasi ambayo umeshaiambatanisha, umeitanguliza na maombi, kuna nguvu ya kipekee, kibali cha pekee ambacho kitafanya utapigiwa simu. Kwa nini? Kwa sababu ulianza kuamini lakini ukachukua hatua ya imani kufanya. Katika huduma ya maombezi, wakati mwingine umeamini umepona, lakini unachukua hatua ya matendo. Labda umetoa sadaka kwa sababu ya maombi uliopatiwa. Sadaka ni kati ya kanuni ambazo zinasaidia sana kutunza muujiza wako. Sadaka ni kati ya kanuni za muhimu sana ambazo zinasaidia kutunza kile ulichokipokea na kukifanya kiwe na nguvu zaidi, kukifanya kiendelee kubaki kwako zaidi. Ni kitu ambacho yani ni gharama ambayo umeitoa, ni kitu ambacho umekitoa ambacho kinaonyesha kwamba kuna commitment yako, kuna agano umeliweka mahali pale. Kwa unapotoa, kuna uhusiano mkubwa sana wa kupokea kitu kutoka kwa namna ambavyo umejitoa. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba imani pasipo kuwa na matendo imekufa. Maana yake haiwezi kukuletea matokeo, haiwezi kukuletea mabadiliko. Unaamini lakini usikae chumbani umeomba
Mungu akupe kazi, umejifungia chumbani kwamba Mungu atakuletea kazi. Hapana, toka. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Ndio, uko chumbani umeomba umepewa. Tafuta utaona. Huwezi kutafuta uko chumbani, lazima utoke. Umeomba umeshapewa. Katika ulimwengu wa roho tayari umepokea. Sasa ili kile ulichokipokea katika ulimwengu wa roho kionekane wazi, kionekane katika macho yako, kuonekana umeomba kazi, Mungu amekupa kazi katika ulimwengu wa roho. Ili hiyo kazi ionekane na kusaidia, haiwezi kukusaidia katika ulimwengu wa roho, lazima uende kazini. Maana yake lazima sasa utoke, utafute kile ambacho tayari Mungu amekupatia. Lazima ujiungamanishe na watu ambao wanafanya kile kitu ambacho umemuomba Mungu akupatie. Unapoenda, unapotoka, unapotafuta utapata, kwa sababu tayari ulishaomba. Kanuni ya kuomba ni kanuni ya msingi sana, kanuni ya kwanza ya kudhihirisha kitu katika ulimwengu wa roho, kile ambacho unakitaka kutoka kwa Mungu. Lakini lazima uonyeshe matendo, lazima uchukue hatua kile unachokiamini, lakini lazima uchukue hatua ya kutenda kitu ambacho kitasapoti ile imani yako, ili uweze kupokea kitu, kwa sababu unahitaji kitu katika ulimwengu wa kuonekana, sio kitu katika ulimwengu wa roho. Ukishapokea kitu katika ulimwengu wa roho usioonekana, unapaswa kutenda tendo ambalo litadhihirisha kile kitu ambacho umekiona katika ulimwengu wa roho kiweze kuonekana wazi, kikusaidie wewe na kimsaidie na mtu mwingine. Kwa hiyo ningependa sana uweze kuzingatia maneno haya kwamba imani pasipo matendo imekufa, haiwezi kukusaidia. Kama unaamini lakini hakuna kitu unakifanya kutokana na imani ulionayo, haikusaidii. Kusoma Biblia kuna mifano mingi ya watu walipokea miujiza yao, lakini kuna hatua fulani alifanya. Kuna habari ya mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Alikaa nyumbani kwake, akaomba maombi. Akasema nitaondoka, nitaenda, nikifika nikimkuta Yesu, nikigusa vazi la pindo lake nitakuwa mzima. Aliomba, maana yake hatua ya kupona ugonjwa wake kutoka damu tayari alishaipata. Yaani alishaanza kupokea uponyaji akiwa nyumbani. Lakini ile uponyaji uweze kudhihirika ilikuwa lazima atoke. Akatoka, akafika mahali akuta watu wapo wengi sana. Biblia inasema akajipenyeza mpaka akagusa vazi la Yesu. Alipogusa upindo wa vazi la Yesu, Biblia inasema mara ghafla hali yake ya kutoka damu, msiba wake, Biblia inasema imetumia neno msiba wake ukakoma, na akajua kabisa ya kwamba amepona msiba wake. Maana yake angeendelea kubaki, ingewezekana uponyaji ungeendelea kubaki katika ulimwengu wa roho ambao haumsaidii mtu yeyote. Ni kama kuambiwa kwamba wewe ni tajiri, sema basi tu. Sasa hii basi tu inakuwa hainisaidii. Kama wewe una pesa ila basi tu, yani utakuja upate pesa, yani sema basi tu. Sasa inakuwa haikusaidii, nataka nione pesa. Wewe ni mtu anakuambia wewe ni tajiri lakini basi tu, yani basi tu, lakini wewe ni tajiri. Maana sasa kama ni tajiri, siwezi kuwa tajiri katika ulimwengu wa roho, hainisaidii. Lazima kama ni utajiri, ni pesa, ni magari, ni majumba, ni ajenge. Nitajengaje? Lazima nichukue hatua ya imani. Kwa yule mwanamke akaenda, alipogusa vazi, Biblia inasema msiba wake ukakoma. Kuna watu fulani walikuwa na ndugu yao aliyepooza, wanataka kumpeleka kwa Yesu, lakini wakasema sasa hapa mwalimu, watu wamemsonga, wako hekaluni, watu wamejaa, wamefurika. Wakasema tufanyeje? Biblia inasema wakatoboa dari ya hekalu. Hilo ni jengo limejengwa kwa thamani kubwa, lakini kuna watu walikaa, inawezekana ni ndugu au ni rafiki wa yule mtu aliyepooza, wakafikiria wakasema hapana. Wakapanda juu ya dari, wakatoboa sehemu ambayo wanajua wakidumbukiza kile kichombo alichomweka yule mtu aliyepooza atashuka pale kwa Yesu. Biblia inasema aliposhuka akaambia imani yako imekuponya. Kwa nini? Alikuwa anaamini kwamba akikutana na Yesu atapona, lakini bado alichukua hatua ya imani ya kufanya tendo ambalo lilifanya ile imani kudhihirika. Ni kweli wale ndugu zake walenzikana walikuwa na imani, labda yeye hakuwa na imani, amepooza, hata hajielewi, hajitambui vizuri, lakini kuna watu waliamini kwamba yule mtu pamoja kuwa hali yake ni mbaya, lakini akikutana na Yesu atapona. Wakatoboa dari, wakamshusha na akapokea uponyaji. Lakini walichukua hatua ya kutoboa. Kuna kitu walikifanya. Kuna habari ya Zakayo paka Yesu anaenda nyumbani kwa Zakayo mtoza ushuru. Biblia inasema kwamba alisema anataka kumuona Yesu.
Lakini akawaza, mimi ni mfupi, nitamuonaje? Nataka nimuone. Akapanda juu ya mkuyu. Maana yake alitaka kumuona Yesu. Alikuwa na imani kabisa kuna kitu kitatokea akikutana na Yesu, lakini ni mfupi, hawezi kumuona. Akapanda juu ya mti. Ishara ya kupanda juu ya mti, kupanda juu ya mti ile ni matendo. Ile ni tendo alichukua, ambalo ile tendo lilimfanya Yesu amwambie Zakayo, shuka, leo nakuja nyumbani kwako. Maana yake kwa imani uliyoonyesha na hatua ya imani uliyoifanya, mimi leo sio tu kwamba wewe kupambana kuniona hapa katikati ya tunakuja, mimi nitakuwa mgeni leo, utakula lunch pamoja na wewe. Kwa hiyo uchukue hili neno likusaidie. Imani pasipo matendo, lazima pawe na uwiano mzuri kati ya imani yako na matendo unayoyachukua baada ya kuamini. Hii itakusaidia sana. Mungu akubariki.